Nilipoanza kuhubiri mahubiri yetu sisi watu wa mashamba tunachukua muda mrefu. Mzungu aliangalia saa akamwambia bwana tutashika mkono. Let's go. Wakaenda kupanda gari. Ukunda Lodge wanakoishi. Yule mwanamke akatwa pale na watoto wake. Na nyamazi. Kwa sababu gani? Endapo pesa inatafutwa. Na mchungaji hawezi kusema kitu, maana mwanzo anatengenezewa boti na huyo bwana ndiye alitengeneza tiles pale na ameahidiwa kumjua gari. Sikia? Ni mchungaji nani asiyetaka gari? Ni mchungaji nani ambaye ataamua na kutengenezea boti akatae? Makanisani muna vituko vya ajabu kwa sababu of the love of money. Unajua hata washirika wengine wanaingia makanisa mengine kwa sababu mchungaji hata si lazima mpe fungu la kumi, yeye mwenyewe amejaa. Kama ni gitaa inanunuliwa au fani jana. Changeni mpaka mununue kama washirika. Mkiona vile muna shilingi yako, you will own it. Mchungaji, mchungaji hivi nakuangalia mgonjwa kwa hospitali na uenda hiyo bili itanifanyia. Na watu wakiona hivyo sasa wanasema hiyo kanisa ina Mungu. Kwa sababu kuna misaada. So angalia hiyo story nimekupa. Inaletwa na the love of prosperity, the love of money. Imetenganisha familia, imekwaza na kuleta shida hata kwa mchungaji. Ameingia katika huo mtego na yeye, because there is car coming and there is a boat coming. Wapendwa, tuwe waangalifu, tusiache imani na mafundisho ya kweli ya imani ya Kristo na tukaingia katika mitego mingi ya Ibilisi kwa sababu ya mali na utajiri wa dunia hii. There is somebody in the Bible called him a rich fool, because huyu alifika pale ambapo wataka kufika wewe, akasema sawa, I will increase my barns, nitaongeza magala yangu, maana mwaka huu nimepata mazao mengi, na nikae na niwe na mistarehe, sitalima tena, sitafuga tena kwa miaka 10, miaka 5, miaka 3. Nataka nisisitize pointi moja. Watu wanaong'ang'ania mali ya dunia hii visivyo, mnielewe, sije mkanikata kichwa, mnielewe tu nafundisha. Akasema huyu River kutoka mashambani amesema tusiwe matajiri. No! Watu wanaotamani mali, utajiri, lakini lengo lao si la kiungu, hao hufanya vituko ili wapate hiyo mali. Na pia nimesema hawa huanguka katika majaribu mengi, majaribu ambayo hata huleta aibu kwa familia, huleta aibu kanisani, huleta aibu kwa watoto wako, huleta aibu kwa bibi yako, huleta aibu hata kwa wewe mwenyewe. Ndio na nini? The love of wealth, ile kupenda fedha kusipokuwa kwa kiungu. Hawa watu they are limited in their teachings. Hata kama wanafundisha kuna mahali hawafiki, because hapo kuna watonesha. Tell you a story. Ilikuwa nimeita fire members wote pale juu ni waombee. Mungu alikuwa ameniongoza. So wakati ninawaombea wote watatu. So nilikuwa nawaombea ili wafunguliwe. Na mmoja akaja mbio naye akaja kuombea, because wale wasichana mmoja alikuwa anaanza kutamka maneno na akajua nitamhusu.
because one of the guys alikuwa girlfriend wake. Sasa maneno ambayo alikuwa anatamka ni kama anataka kumdhii yule mvulana, amemlua, amemtatiza mpaka ni marafiki. So alipoona yule the same girl anaanza kuongea, anataka kuja yeye hapo amhudumie, ni kama aje suppress ile nguvu ya Mungu asiendelee kuongea. Nilimfukuza. Na baada ya kumfukuza, that boy akatoka kanisani. Na mimi ndio Mungu akushuka na kufanya mchezo ikalia. Saa hii yeye na bibi yake, bibi haendi kanisani na yeye peke yake. Na kutoka hapo akaendelezwa kanisa ya Elikana kule Kifundoni. Kaambia salama salama kandini. Nenda. Saa hii mwanzo hawajapata mtoto, pili bibi haendi kanisani. Ni kanisa ni na uwe ndio ndio mhenda na mpaka huko. Sita. Hiyo inaleta shida nyingi, inakuangusha kwa majaribu mengi na inaleta aibu. Hao wengine mnawasikia wako kwa grafu, wameshikwa na serikali, wana kesi ya kuizi. Wengine ni waenda kanisani bwana, lakini makanisa yale ambayo hayana shida na hayo, because the love of money ni kama ina kila mmoja pale. Bora tu magari 6 10 yamepaki pale wakati wa ibada. Wanangu na wajukuu wangu, na mimi